Yaani kama vile amsafishi vile. Ndio. Alafu unakutana amemsafisha kumbe sabuni yenyewe ni ya kifula. Tatizo. Ndio inakuwa shida. Afadhali ingekuashaza. Hapo sabuni yenyewe inamuasha. Anakwambia wanasemaga penzi ni sabuni ya roho vile. Lakini inaweza ikakuumiza roho. Ikakuumiza penzi wangu nibembeleze. Penzi wangu nibembeleze inakuumiza roho kivipi? Pale ambapo unamtrust mtu, unamwamini mtu, alafu baadaye mtu anakufanya kama hakujui. Kama unajua sabuni kazi yake ni kusafisha kusafisha uchafu. Sasa pale ambapo amesema kwamba penzi ni sabuni ya nini ya roho, inasafisha nini nafsi. Lakini sasa nafsi pale unakuta inakata. Kwa sababu gani? Ndio hivyo, husafishwi hiyo nafsi yenyewe, haisafishwi. Ndio inakuwa ni mtihani. Hapo sana kwa upendo. Ndio maana nakwambia penzi wangu nibembeleze, na maana habembelezwi. Yaani kama vile amsafishi vile. Ndio. Alafu unakutana amemsafisha kumbe sabuni yenyewe ni ya kifula. Tatizo. Ndio inakuwa shida. Afadhali ingekuashaza. Hapo sabuni yenyewe inamuasha. Kabisa, inakuwa ni shida. Na hapo anamaanisha hivyo ni kwa sababu gani? Yaani upendo hakuna. No love. Yaani anajiombea. No, anasema mimi naona hapo ni kama kujiombea, kwa sababu kama penzi liko alingoje kubembelezwa. Kubembelezwa kupo, kwa sababu unaweza kumpata mtu lakini asiyejue jinsi ya kumbembeleza mtu. Sasa yeye isha mashauzi, anaomba bembelezwe, huenda labda yule ambaye yuko naye hajui kubembelezwa. Anamwambia. Si ndio sasa anamwambia kupitia. Unajua kitu kimoja. Unaweza ukapata mtu hajui gisi gani ya kubembeleza. Ndiyo. Na ukapata wengine anajua ya gisi anavyombembeleza. Alafu unakutana na sabuni yenyewe na mbembeleza gisi hapa ishi anasema. Anakutana na sabuni yenyewe ni ya kifula. Alafu wengine anakutana ni sabuni ya marashi. Kifula jamani, manake ni sabuni ya gwanja. Sabuni ya gwanja. Nakwambia ile nzuri Shaza ndio. Ayo deto. Pana sabonor. Kuna deto, kuna give. Sabuni zipo nyingi nzuri bwana, sio nini hiyo kifula. Inaumiza. Sinyo nakwambia ile sabuni ya kifula ile inamuashawasha, ndio ile mapenzi yanakuwa yani machache. Stress tu. Machache. No. Jamani eleweni hapo. Mapenzi yanakuepo, lakini hakuna zile treatment za nini za kujaliwa. Haumjali mwanamke, hamfanyi mapenzi hapo, lakini ndio hivyo hajaliwi. Ndio maana nakwambia mpenzi wangu afanye ambembeleze. Yani hawi care na yeye. Ndio anachomaanisha nani isha. Alafu kuna watu wako hivyo. Ndio wapo. Anampenda kweli mpenzi wake, ile care ni ndogo. Kuna mwingine anakuambia hivi, mimi kumbembeleza mwanamke mimi naona kama vile anajipendekeza. Uone. Kumbembeleza mwanamke, ukitubembeleza inakuwa ni vizuri. Tubembelezeni jamani, tunataka kubembelezwa. Mwanamke ni wa kubembeleza. Anakwambia Isha. Tunaingia tena na Isha, penzi msikilizaji. Na anakwambia anasema nini? Anakwambia nimpe nani msikilizaji wetu. Acha basi tumesema hata kidogo, alafu tunarudi mjengoni na tunatia mada yetu mezani. Na maana inakuwa saa 3:30 vile. Tunatia mada yetu mezani ili tuchakachue mimi na wewe na wasikilizaji wetu, na namba ya simu tunatoa msikilizaji wetu. Kumbuka tu kama leo ni Monday, kama wewe au umesahau kama leo ni Monday, ni siku ya kazi msikilizaji wangu, basi wahi mbio mapema, maana kazi ni msingi wa maisha, maana kazi ndio kila kitu, inakupatia heshima wewe kama wewe, kazi inakufanyia vingi zaidi. Usipendi sana ambiance tuseme weekend. Kuna watu wengine unajua wanakuambia hivi, mimi nimesoma. Ni msomi. Siwezi kufanya kazi bila ya kuhusiana na kitu ambacho nimesomea mimi. No, usichague kazi. Mwanamke, mwanaume, usichague kazi ni yoyote. Hususan kwa mwanamume. Mwanamume hawezi kuchagua kazi. Hata kuchimba mtaro ni kazi. Ndio maana wanakuambia mzarau kazi ufa maskini. Ndio maana nakwambia hivi Waswahili, acha kazi uone kazi kupata kazi. Hatari. Usichague kazi. Kwa mwanamke tunaelewa bwana, mwanamke yeye ni mtu wa nyumbani. Mwanamume unachagua kazi, wewe inakuaje?
Wetu mimi na ile kalamu yangu nimesoma nikamaliza, inabidi niende kubiro Sasa kwenye office. Lakini nikujuze tu kama watu wenye tabia hizo basi watakufa mapema. Ndugu yangu wapo na wamejaa. Wapo. Na ndio maana unakuta siku hizi sisemi kwa ubaya nasema tu kwa kuelimisha jamii. Waombaomba ni wengi. Kwa sababu gani? Yaani mtu unakuta tu amekaa, sina kazi, sina chochote. Acha nifanye kazi ya kuomba. Hiyo sio kazi. Kama una mikono miwili na miguu miwili na macho mawili, fanya kazi yoyote unaweza ukapata pesa, lakini si kazi ya kuomba. Na wengine unakutana Rahma yuko na wandugu nje huko, tuseme Ulaya. Akili yake na mtuma sitafanya kazi, watanitumia. Zipo zinakuja. Lakini kumbuka na wale siku ndugu zake ndio mtumie. Kumbuka na wale ndugu zako, wale ndugu zako wanatafuta. Tena huko Ulaya ndugu yangu kuna baridi kali. Na kazi za Ulaya sio kama kazi za hapa kwetu Afrika. Si kazi za Afrika, lakini wanaumia. Mimi nasemea kwamba nini? Kutafuta, wanatafuta kwa jasho, alafu wanaumia, baridi ni kali. Wewe umekaa tu umerelax unasubiri pesa za mwenzio. Dolari, anasubiri dolari za mwenzio ama euro. Anakwambia hata bado ujanuna. Anakwambia hata bado ujanuna vile. Ataendelea kununa kwa sababu iko namuibia. Anamuibia mumewe. Ataendelea kununa mwanamke mwanaume. Mwanamke yani anamwambia mwanamke mwenzake kwa sababu yuko namuibia mumewe. Kwa hiyo shemeji yake. Kwa hiyo hata msumbue endelee tu kumchukua. Wanakuambia hivi Waswahili, chakula kinachangiwa na watu wote. Na mwanamume ndugu yangu akiwa kwako ni mume wako. Akiwa nje ni wa wengine huko. Na ndio nakwambia hivi, chakula cha watu wote ndio kitamu, lakini cha wewe mwenyewe sio kitamu mwenzangu. Hakina ladha. Lakini heshima tu ndio lazima. Maana kama utie heshima basi chakula chenyewe kitakuwa kina ladha fulani vile. Ndio. Na ladha inaletwa na nini? Na heshima. Ukiwa na heshima basi kila kitu kinaenda fresh. Na mada yetu ya leo penzi msikilizaji ni kuhusiana na hivi umuhimu wa mazoezi na ulaji bora. Umuhimu wa mazoezi na ulaji bora penzi msikilizaji wa Black FM popote mlipo na Black Media. Natumai muda kama huyo mnatuona kwenye runinga na pia mnatusikia kabisa. Ukifungua kwenye YouTube utatuona, na ukiingia kwenye Facebook ukiandika Black Media natumai utaona wanawake watatu vile ndani ya mjengo. Wasichana. Mwanamke ni wewe tafadhali. Dada. Mwanamke ni wewe, ila mimi soon tu nitakuwa mwanamke, ila kwa sasa hivi ni msichana. Basi sema mimi mama. Maana lakini uko msichana lakini tuko yani tukisema kwa jumla ni mama. Mwanamke ni mama. Sasa mama si ndio vile sasa ushajifungua tayari ushakuwa mama. Hicho ni kitengo kingine. Mimi bado sijajifungua. Na wala sijui uchungu wa reba ukoje. Kwa hiyo mimi sio mama. Rahma wanakuambia mwanamke ni mama. Kili mama hawezi kuwa mwanamke. Sasa lakini mwanamke tunaanza kuona kwa mama. Na mwanamke sijakataa ndiko napokwenda, lakini bado unakata. Nikwambie bado wakikuita mama wanakupatia heshima kubwa sana. Ni kama vile Wafaransa wanakuambia femme. Ni heshima. Kwa wewe uloza bwana, mimi bado hata sijakuelewa. Yaani unanitaja mama kati hata sijui uchungu bwana. Yaani unajua ujui uchungu wa mtoto. Usinite mama. Sasa hivi huyo anakata bado sijaoa. Bado sijaoa, si ukweli. Lakini nikiwa mama jamani, fursa kuitwa mama kwa sababu nakunisha kuwa na mtoto na wewe hata ukipewa shikamoo hautaitika. Naitikaje kwa mfano? Yaani wewe hutaki miaka iende mbele. Unataka miaka irudi nyuma tu. Miaka inaenda mbele na itazidi kwenda mbele. Hapa na baadhi ya wengine hawataki miaka ijongie mbele. Ndio wanataka miaka ibaki, anajifanya bado mdogo. Unakutana kimuuliza una miaka. Ndio, akimuuliza una miaka mingapi? Ana mimi mwana Kenza.
miaka 15. Ukimwangalia shazeeka mzee wa kushika fimbo. Miaka 30, lakini anakuambia mimi ningali adolescent. Na uzuri sasa hata ukidanganya miaka sura inaonesha. Lakini pana watu wengine sura zao hazizeeki mwenzangu. Fasi ndugu yangu. Mada yetu basi mezani penzi msikilizaji ni kusikana umuhimu wa mazoezi na ulaji bora. Umuhimu wa mazoezi na ulaji bora. Na bila kusahau mpenzi msikilizaji wa 94.9 Black FM, usisahau kutupigia simu kupitia namba za hapa studio ambazo ni 62 89 15 28. Unaweza kupiga au unaweza kutuma SMS. 62 wanakuambia watu na lugha zao mjini. Na kila Kiswahili chetu cha kwetu 62 89 15 28. Kwa nini unasema 15? Haina lugha yake? Hiyo haina. Alafu hiyo 18. Akili zile ndefu zile kubwa kule zinayo. Natumai penzi msikilizaji, na mada yetu tayari ya siku ya leo Monday ya tarehe 9 vile tarehe kuitia mezani. Wewe msikilizaji wetu unatusikiliza kupitia 94.9. Natumai tuko pamoja kuchangia siku ya leo na umuhimu wa mazoezi na ulaji bora. Wewe kama wewe una faida gani ya mazoezi au faida gani ya kula chakula chenyewe ni uwezi ukakula chakula kimoja eti kina umuhimu. Hapana, haiwezekani. Eti kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 30 nitakula wali tu. Wali hiyo ipo ndugu yangu. Tarehe 1 mpaka tarehe 30 tunakula wali na maharage. Lakini mama anakuambia ukikula hivyo wali na maharage si mboga. Utaingiza nini sasa hapo kwa wali na maharage? Watu wa siku hizi tulivyo, mazoezi kufanya inakuwa ni shida. Unakutana amini Hadija, mimi kuna siku nilitoka pale Kajaga mpaka Buyenzi kwa miguu. Wallahi niliapa sirudi tena. Nimechoka, sijazoea. Alafu hata hivyo vitu ninavyokula ni vitu ambavyo vina chemical nyingi. Sasa yale mazoezi nikasema mimi kurudi tena. Unajua kwa jua nini umefanya siku moja tu? Yes. Siku tena zoea natoka Kanyosha mpaka Buyenzi. Kila siku Saturday. Kila siku Kanyosha mpaka Buyenzi. Tani kwa shazoe. Lakini tuseme kweli mwanzo amenipa shida, lakini kwa shazoe. Ila tuseme kweli mazoezi yana umuhimu wake. Nikwambia hivi nikirudi. Nikwambia kitu kimoja. Hawajazoea. Watu wa zamani wale wa baba zetu, wa babu zetu, wamekwaza zamani mara nyingi hapakuwa mabasi. Unakutana mtu anatoka Buyenzi anafika huko Kinindo kwa mguu, Kanyosha, anatoka hapa paka tuseme huku hii njia ya kwenda Birimani kwa mguu mkoani. Unaona Sikinga hakuna. Anatoka hapa paka mikoani lo mguu. Lakini sisi kutokana na nini? Chakula chenye tunakula cha projet. Unaona? Chakula chenye tunakula kina vitamini. Unakutana wengi chakula bora hawatumii. Ukisema chakula unachokula hakina vitamini, chakula vitamini kipo, lakini chemical ni nyingi. Ukisema chakula hakina vitamini basi tusile. Tutafute chakula ambavyo vina vitamini, ila chemicals zinazowekwa ni nyingi. Kwa hiyo tujiadhari sana. Unajua kuna mchicha huko anapanda Kajaga, anapanda mchicha, lakini mchicha ukiupika mara moja wallahi hauli. Kwa sababu gani? Kawaida ule mchicha ambao mimi nishazoea unamwagia maji mara 2. Hayo maji ya mara 2 ndugu yangu utalia dawa. Maji meusi. Hata hii Black FM inatosha, hii akakamstari keusi sio mweusi. Akia Mungu. Afu naangalia je, mchicha anakula watu? Chemical ni nyingi wanatia sana kwenye vitu. Ndio maana enzi za zamani na enzi za sasa hivi ni tofauti. Watu wa zamani walikuwa nakula vitu original vinatoka chini ya ardhi. Halafu kulikuwa hakuna mambo sijui ya kupump, kuweka chemical kwa nini, kwa chakula ya mbolea zao zilikuwa ziko original, zilikuwa ni nzuri. Mbolea za sasa hivi mamangu ni mbaya. Ndio maana hata ukiweka kwa makini. Hatujakataza kuweka lakini kwa makini. Na unakuta mtu anaweka mbolea nyingi. Mtu hujui ule mchicha ndio kuku
tuingie katika sekta ya kuku. Juzi kati kipindi cha Laidi tulinunua kuku, ndugu yangu, tuliona mnene mzuri, ukimshika hivi ana uzito. Hiyo ndo anaitwa mtoi. Dada mchinje. Tulivomchinja anasema hivi kumkata kuku ni mafuta matupu. Ni kuku ya projet. Unaona sasa? Ndio. Ni kuku anaita broiler. Badunga misindano ili zikue. Na ukiangalia sasa ni bei rahisi. Kuliko hata hizi kuku za nini za kienyeji. Kuku za kienyeji zina bei kuliko hizi kuku za broiler. Na kuku ya kienyeji unakutana zile kuku za tuseme za Kirundi. Unaona na hizi za projet. Mfupa wake una utofauti mkubwa sana. Tuache mfupa tu, nyama tu ni tamu, nyama yake ya Kirundi. Unakula nyama unafanya hivi. Lakini nyama ya projet, ushasikia projet yanachumika mashindano, inakuwa ule mfupa wake mwenyewe unaweza ukaukaanga hata mara 20 lakini usikauke. Ukikata tu hivi inatoka damu. Shake experience hiyo. Napenda nyama. Basi bwana mkaka huko ajiandae kwa kweli. Basi msikilizaji wetu wa Radio Black FM 94.9 jijini Bujumbura, au kama unataka kutuona live ndani ya mjengo wetu wa Black FM, ingia kwenye Facebook, andika Black Media, au uingie kwenye YouTube, utatuona.